Ukisoma Yohana 11:23 B inasema, Bwana ungelikuwepo hapa ndugu yangu asingelikufa. Bwana ungelikuwapo hapa ndugu yangu asingelikufa. Hayo ni maneno ambayo Martha anamwambia Yesu. Mariamu anamwambia Yesu kwamba ndugu yangu ananuka, ndugu yangu amefariki, lakini kama ungelikuwapo asingekufa. Neno kama manake ni kitu ambacho kinafananishwa kwamba kingefanyika, kingenusuru, na kitendo cha kusema kinaonyesha wakati, kwamba kuna muda ambao litakiwa uwepo, kuna eneo ambalo litakiwa uwepo, kuna muda ambao litakiwa uwe ndo ufanyike hicho kama ungali. Bwana Yesu asifiwe. Kinaonyesha ni maamuzi ambayo litakiwa yafanyike. Kinaonyesha ni kitendo ambacho tayari kimeshapitwa, ambacho kilitakiwa kiwe kimefanyika, kiwepo eneo hilo. So Bwana, kama ungelikuwa hapo ndugu yangu asingelikufa. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anamwambia, mimi sikukwambia kama nilikwambia utauona utukufu wa Bwana? Mimi sikukwambia kwamba utauona uweza wa Mungu? Lakini walikuja kung'amua jambo moja, kwamba kwa kuwa wewe ni Bwana, basi hilo jambo litawezekana. Wengi tumempa Mungu conditions, kwamba ukimuita leo, yani ukisoma hiyo habari, Yesu aliambiwa siku 2-3. Aliambiwa nyuma before, kwa sababu kama ni siku ya 4 maana yake aliambiwa amezikwa tayari ni siku ya 4, na aliambiwa kabla hajafa, maana yake almost siku 5 au 6 au 5 nyuma aliambiwa kwamba Bwana, kuna mtu anaumwa, Yesu akwenda. Wengi tumempa Mungu conditions, kwamba tukimuita mwaka huu aje mwaka huu, tukimuita saizi aje. So sometimes Mungu anataka apate kutukuka, apate kuonekana, apate kusifiwa kwamba yeye ndo amefanya. So Mariamu anasema ungalikuwa hapo asingelifariki. Yesu anamwambia hili jambo ni la utukufu wa Mungu, na wanafunzi wake anamwambia amelala, ndugu yetu amelala. So unaona, Mariamu anamwambia ungelikuwa hapo. Ninataka nikuambie kwamba haujachelewa. Usiangalie miaka ulionayo, usiangalie mazingira ulionayo, usiangalie elimu ulionayo, usiangalie umri, kwamba umri umepita. Watu wanasema life starts at 40. It's okay. Hizo ni principles za duniani, lakini principle ya kimungu, anytime unaweza kupata kila ambacho Mungu ulikuwa unamuomba siku zote. Utapata kila ambacho Mungu umekuwa ukimlilia siku zote. So hujachelewa. It is not too late. It is not too late. Hujachelewa. Imradi Bwana yuko na wewe, imradi Mungu yuko na wewe siku zote, atafanya kila ambacho amekuahidi, atafanya kila ambacho anataka upate, atatekeleza ahadi ya kwake, atatekeleza kila ambacho Mungu amesema anakifanya kwako. Muamini Mungu, trust. Siamini nguvu za Mungu, uamini uweza wa kwake, yaamini mawazo ya kwake kuliko vile unavyoamini ya kwako, kuliko vile unavyoamini kwamba muda umeisha, the time hairuhusu wewe kupata mtoto. Amini saa na majira ya Mungu na wakati wa Mungu. Umekaa kwenye ndoa miaka 5, miaka 6, huoni dalili za kupata mtoto, trust in the Lord. Muamini Mungu, muamini Mungu, muamini Mungu. Usije ukaona kwamba umri wa kuolewa umepita, sijui miaka ya kuolewa imepita. Muamini Mungu, yuko wa kwako. Kama amepanga uolewe, utaolewa. Usije ukaingia kutenda dhambi, usije ukaingia kwenye nguvu zingine, utafute mume, utafute kitu kingine mbadala. Trust the Lord. Njia zake zitakapokuja zitatengeneza mazingira ambayo yanaonekana hayafai,
zitaanza kushughulika na hayo mazingira, zitaanza kushughulika na hivyo viungo, zitaanza kushughulika na huo mwili, zitaanza kushughulika na au mabosi. Kama ni mshahara hujapanda muda mrefu, umekaa eneo moja, zitaanza kushughulika na hilo eneo, zitaanza kushughulika na ofisi ipate matokeo ili wewe upate. Kama ni nchi, zitaanza kushughulika na eneo la nchi, ofisi. Neema itaingia kwenye nchi, ikishaingia na wewe ndo unapata. So usije ukajidharau, usije ukaona kwamba ukajikatia tamaa, ukaona kwamba time imepita. Ungelikuwa hapo mwaka jana ningefanikiwa, ungelikuwepo mwaka juzi ningelifanikiwa, ungekuwepo lini ningelifanikiwa. No, Mungu hayuko hivyo. Majira ya kwake yanapokujilia yanakuja na mazingira yatakayosababisha hilo jambo lipate. Haijalishi kunuka kwa Lazaro. Kinachojalisha ni nani amesimama kuondoa maiti ya Lazaro. Haijalishi hali unaopita. Mazingira yanagoma, umri unagoma, cheo kinagoma, nafasi zinagoma, haizionyeshi access ya kuingia hilo eneo unalofikiri upite, hazionyeshi access za kupita hilo eneo unalotaka upite. Yuko ambaye ana access mbinguni na duniani. Yuko ambaye ana access mpaka kuzimu. Yuko ambaye ana funguo za uzima na mauti. Akafungue hilo eneo, akafungue hiyo eneo katika jina la Yesu Kristo, amen. Mungu akubariki. Mbinguni kama duniani, mbingu duniani, mpaka kitokee.